wala si kwa nguvu zetu. Awali ya yote nimshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kiongozi wa usharika wa Mbezi Luis, mchungaji Godless Enenkia, pamoja na watumishi wote walioko chini ya ofisi ya kichungaji, wazee wa kanisa, kamati mbalimbali, vikundi vyote vya kwaya, na msharika mmoja mmoja, viongozi wa jumuiya, na kila mmoja kwa nafasi yake. Tumsifu Yesu Kristo. Sijajua kama hii maiki iko vizuri. Nahisi kama ina shida fulani hivi, hainipi uhuru fulani. Haleluya. Tunaendelea na ujumbe unaosema vita ya mazuio ya kifamilia kwa mtu kama lango la mabadiliko. Nisaidie kuweka vizuri maiki. Vita ya mazuio ya kifamilia kwa mtu kama lango la mabadiliko. Vita ya mazuio ya kifamilia kwa mtu kama lango la mabadiliko. Mazuio ni nini? Mazuio ni kitu chochote au vitu vyovyote vilivyowekwa katika ulimwengu wa roho kumzuia mtu asipite katika njia anayopaswa kuiendea yenye kumpa mafanikio. Mazuio ni vitu vyovyote au ni vitu fulani vya roho vilivyowekwa na adui kumzuia mtu asipite katika njia ya kumpa mafanikio. Maana yake ni chochote kile ambacho kinamfanya mtu asiendelee mbele. Ni chochote kinachomfanya mtu asipige hatua zaidi ya zile alizopiga. Ni chochote kinachomfanya mtu abaki pale alipo. Lakini pia ni chochote ambacho kimewafanya watu au familia wabaki pale pale katika zuio hilo. Na tukiangalia tafsiri ya familia, familia ni kikundi cha watu maalum walio na uhusiano au muunganiko wa damu moja. Familia ni kikundi maalum cha watu walio na uhusiano wa muunganiko wa damu moja. Utofauti wa familia A, familia B, familia C na D hautokani na majina kwamba ni familia A au ni familia B na C, ila utofauti upo kwenye damu. Familia A damu yao ni tofauti na familia B, damu yao ni tofauti na familia C. Na kisayansi kwenye damu ndo mtu nasikia kuna DNA, na wengine wanapima damu kujua huyu mtoto ni wa wapi, wana prove kwamba huyu ni wa familia fulani. Kwa nini sura yenyewe isithibitisha ya kwamba huyu ni wa fulani, lakini watu mpaka wapime damu? Kwa sababu huko ndiko kwenye uhusiano au ndiko kuliko kuwa na muunganiko. Kwa hiyo tunapozungumza familia ni muunganiko wa watu walio na uhusiano au waliounganishwa katika damu moja. Sasa kama hawa ni familia A, wana muunganiko katika damu moja, maana yake sasa vita ya mtu ipo katika namna anavyoonekana, ipo katika asili ya kuzaliwa kwake au asili ya familia aliyozaliwa au asili ya familia ambayo yuko nayo. Kwa hiyo vita ya huyo mtu iko hapo, ndiko ilikoanzia. Sasa kama wa kwanza hakuvuka, usitegemee wa pili atavuka. Kama wa pili hakuvuka, usitegemee wa tatu atavuka, kwa sababu kuna watu ambao ni kama lango. Adui akiwakamata akawatumia kama anavyotaka, akawawekea mazuio wao, maana yake wanaofuata hawataona mahali pa kupita. Na utashangaa sana kuona kwa nini kwenye familia yetu hakunaga aliyewahi kufikiri kusoma kufika level ya uprofesa au kufika chuo kikuu na elimu fulani. Kwa nini kwenye familia yetu hakuna mtu ambaye amewahi kufanya biashara ya kueleweka? Ni kweli tunakuaga na biashara, lakini kwa nini hatujawahi kuvuka zaidi ya vile tulivyo? Utagundua kuna aina ya zuio kwenye familia kwamba ninyi mtafanya hapa hadi hapa, hamtakiwi kuvuka zaidi ya hapo.
Musa aliambiwa na Farao, lakini mtakwenda kumtumikia Bwana Mungu wenu, lakini hamtakwenda mbali sana, hamtakwenda mbali sana. Maana yake kuna namna ya zuio la kifamilia linawafanya watu wasiende mbali sana, ubakie hapo hapo, lengo ufanane na ulio wakuta. Sasa ili uweze kupambana na mazuio yaliyowekwa kwenye familia, ni lazima uijue nguvu ya damu ya Yesu. Ni lazima ujue na ufahamu source ya damu ya Yesu, chanzo cha damu ya Yesu. Ukishafahamu chanzo cha damu ya Yesu, utafahamu nguvu ya damu ya Yesu na utajua namna ya kuitumia damu ya Yesu ikutoe kwenye mazuio ya kifamilia. Kwa mfano, kama familia ina mazuio, na hiyo familia kwa sababu ya damu ya ninyi mliozaliwa kwenye hiyo familia, ukiitafuta asili ya damu ya Yesu, asili ya damu ya Yesu haitokani na dunia hii, inatokana na mbinguni. Haleluya, ngempigia Yesu makofi mengi. Ukimtafuta Yesu, DNA yake hauipati huku duniani. Hakuna mtu ataweza kuambia huyu ni mtoto wa Yusufu yule fundi seremala. Hakuna, inatoka kule mbinguni. Maandiko anasemaje? Na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Maana yake damu ya Yesu ni damu isiyokuwa na mazuio. Pigie tena Yesu makofi. Yeye pekee ndiye ambaye aliweza kuitoa roho yake akamkabidhi baba yake. Wengine wote walikufa, malaika wale wa mauti walichukua roho wanazipeleka na zinakopeleka au sijui zinakuaje hivyo hivyo, lakini yeye peke yake ndiye aliyeweza kuitoa roho yake na kumpa baba. Akasema, roho yangu naiweka mikononi mwako. Maana yake kama Yesu asingesema uwe na hakika, hakuna malaika aliyeko zamu wa kifo angeweza kuthubutu kuigusa roho ya Yesu. Hebu tupungiane kwa. Nasema hivi, kama yeye angeamua kuiacha roho yake, ingebaki vile vile pamoja na mateso makali, lakini bado roho yake iliweza kubaki. Na maandiko yanasemaje? Baada ya yeye kukata roho au kufa, yule mlinzi au yule askari akamchoma ubavuni mkuki kuthibitisha huyu amekufa au yuko hai. Ndipo maji na damu vilitoka. Maana yake damu ni uhai. Maana yake damu ilienda kushughulika na mauti ndani ya maisha ya watu. Maandiko yanasema dhambi ni mauti. Kwa hiyo kama kwenye damu, sawa sawa na Mambo ya Walawi, anasema msinywe damu kwa sababu damu imebeba uhai. Wale wengine wanataka kisusio, umsinywe damu. Maana yake kwamba damu ilipomwagika ilienda kushughulika na mauti, na mauti ilipoondolewa uzima ukawepo. Kwa hiyo kama kuna zuio la kwenye familia ambalo limeunganishwa kutokea kwenye damu, disconnect, itenge katika ulimwengu wa roho na damu ile ya mazuio ya kifamilia, jiunganishe na damu ya Yesu itakayokupa nguvu ya kuweza kushinda mazuio ya kifamilia. Ungepiga Yesu makofi. Wangapi amenielewa mpaka hapa? Sina maana ya kukuambia ukifika nyumbani uambie nyie, kwa sababu huku ndani hakuna aliwahi kusoma na mimi sasa nataka nisome, sasa sikilizeni, mimi sio mtoto wenu, mimi sio wa kwenu. Usiende hivyo, mtumishi wa Mungu. Maana yake unaenda katika ulimwengu wa roho. Maana vita vyetu si katika macho ya damu na nyama, bali katika ufalme na nguvu za giza na ulimwengu wa roho usioonekana. Kwa hiyo unasimama kwenye ulimwengu wa roho, unatamka, Baba, katika jina la Yesu turehemu, tusamee mahali ambapo
lango, adui akakamata familia ya kwetu. Saa hii ninajitakasa na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nikijitenga na damu ya familia iliyobeba roho za mazuio na kujipatanisha na damu ya Yesu Kristo ili niwezeshe kuvuka kwenye eneo la kiuchumi, kwenye eneo la ujenzi, kwenye eneo la elimu, kwenye eneo la afya, kwenye eneo lolote lile la kimaendeleo, na utaanza kumwona Mungu akikupigania. Nisikilize, sio kwamba vita utaiona, vita utaiona, lakini wewe utakuwa na nguvu kubwa sana ya kushinda roho za mazuio ya kifamilia kuliko yule anayepambana na roho za mazuio ya kifamilia pasipokuwa na ulinzi wa damu ya Yesu, kwa sababu wale wana uhalali. Na sasa wale wana uhalali ya kwamba kwetu Yeremia, Mungu anasema, kabla hujawa tumboni mwa mama yako nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Maana yake alisafishwa, maana yake alitengwa. Ni kweli Yeremia anafahamika ni mtoto wa baba fulani na mama fulani, lakini mbinguni Yeremia anafahamika kama nabii wa mataifa aliyechaguliwa na Mungu. Hapa umeelewa? Maana yake utumishi wa Yeremia ungekuwa na shida kubwa sana kama Mungu asingeingilia kati kumtenga tangu akiwa kule tumboni, kumtakasa tangu akiwa kule tumboni. Si kwamba sisi ni maskini, ila mazingira tuliozaliwa yametusababisha tuwe hivi tulivyo. Si kwamba sisi hatuna uwezo wa kufika mahali fulani kielimu, kiuchumi, kimaendeleo. Tuna huo uwezo, lakini mazingira tuliyoyakuta yametufanya tuwe hivi tulivyo. Maandiko anasema yeye alizaliwa katika hali ya umaskini ili sisi tuwe matajiri. Nisikilize, Yesu ni kweli alizaliwa katika hali ya umaskini, lakini Yesu hakuishi kama maskini. Angapa anaelewa? Hebu punga mkono. Yesu alizaliwa katika hali ya umaskini, lakini hakuishi kama maskini. Kwa hiyo usilaumu kwamba familia yenu ni maskini. Tafute Yesu akufundishe namna ya kuishi nje ya roho za umaskini katika familia. Hivyo ngapi ananielewa? Nasema hivi, usilaumu kwamba umezaliwa kwenye familia ambayo hakunaga aliyesoma, hakunaga aliyejenga, hakunaga aliyeolewa, hakunaga aliyeoa, hakunaga aliyezaa mtoto bila operation. Usilaumu, tafute Yesu akufundishe namna ya kuishi nje ya roho za mazuio ya kifamilia. Yeye alizaliwa katika hali ya maskini, lakini hakuishi kama maskini. Maana yake ni kwamba wakati mwingine maskini huwa wanakaa na maskini wenzao. Miaka ile kulikuwa na matabaka makubwa sana. Hata mavazi, kuna vazi ukikutwa nalo, yani unavuliwa kwa sababu anakujua wewe huwezi ukavaa ile vazi. Yani unakimbizwa mbio huko sokoni. Si unanielewa sawa sawa? Ni vile tu nyinyi hamwezi kujua, lakini ukitafuta historia utagundua. Yani wanajulikana maskini wanakaaga huku, na ndio maana hata wenye ukoma pia walikuwa wanapelekwa na aga nje ya lango, nje ya mji, wanatengwa. Lakini Yesu alipozaliwa katika hali ya umaskini kwenye hori la ng'ombe, hakuishi kama maskini, aliishi kama mfalme wa Mungu, aliishi kama mwana wa Mungu. Na ndio maana utagundua ya kwamba Yesu alikutana na Mafarisayo. Maana yake alikutana na watu wenye nafasi ya juu na akawashinda. Yesu alikutana na waandishi na akawashinda. Yesu akakutana na watoza ushuru, watu wenye uchumi mkubwa, watu ambao Zakayo mwenyewe anashuhudia na kuona ya kwamba huyu Yesu, kwa kweli mimi na fedha nyingi, lakini kwa habari ya kumwona Yesu fedha zangu haziwezi kutosha. Akakwea juu ya mti. Yesu anamwambia shuka, kwa kuwa wokovu umeingia nyumbani mwako. Jamaa Yesu ameingia tu mule ndani. Zakayo akatoa mali kwa ajili ya wale aliowadhulumu. Lakini kwa nini? Kwa sababu aliyeingia alibadilisha mfumo mzima wa maisha ya Zakayo.
Inawezekana Zakayo ambaye ni mtu wa TRA, sasa mtu ambaye wa viwango wamshika mahela, ingewezekana vipi kukubali Yesu aingie kwake? Ingewezekana vipi? Lakini kwa sababu ya nguvu alionayo Yesu Kristo, ilimsaidia kuishi kinyume na mazuio ya mazingira aliyoyakuta wakati amezaliwa. Kuna mtu mimi kutana nao anakuambia, usinione hivi bana, mimi nilikuwa na ndoto ya kusoma niwe lakini ya yetu haikuwa na uwezo wa kunisomesha. Maana shida sio elimu, shida ni mazingira aliyoyakuta. Nasikia usione hii biashara iko hivi, ni kwa sababu tu yani mambo yalitokea hapa nyumbani. Shida sio biashara, shida ni hayo mazingira yaliyosababisha yeye kukwama. Okay. Sisi kwenye familia yetu, babu yetu au babu yangu, yeye alikuwa ni karani kwa wakati ule. Makarani wanaitwaje? Max secretary hivi, si ndio? Au maana wanasema alikuwa ni karani wa huko kwenye mashamba ya katani kipindi hicho. Nisikia mtu yuko kwenye shamba la katani, yani huyo ni mtu, kwa sababu miaka ile wa koloni ndio wanasimamia na naye alikuwepo huko. Kwa hiyo bibi akaugua sana, akaumwa sana. Babu akaona nikiendelea na hii kazi atampoteza mke wake. Kwa hiyo akafanya maamuzi magumu, akaacha kazi, akaenda kuokoa maisha ya mke wake au maisha ya bibi yangu. Na bibi yuko hadi leo, japo babu alishafariki miaka juzi tu hapo. Lakini baada ya pale, familia wengi wao au baba zetu sisi, baba zangu, wakaanza kupita kwenye mazingira fulani. Lakini kwa sababu gani? Kuna mazingira yaliyotokea yakasababisha wengine kuzuiwa wasiende mahali fulani. Ashukuriwe Mungu ambaye ameachilia huu mlango wa kumtumikia. Ndo hapa tunaanza kuona nuru ya Mungu aliye hai. Pigie Yesu makofi mengi. Kuna watu wengine wamekosa fursa mahali fulani kwa sababu ya mazingira aliyotoka. Ngoja nikufundishe kitu hiki. Sio kila mtu anayekuuliza unakaa wapi unakimbilia haraka kumjibu unakokaa. Hebu mpime kwanza, muangalie na yeye yukoje. Mtishie kidogo, mwambie niko pale Mikocheni kidogo, tuko pale. Tuko Mikocheni pale. Yaani kwani atakuja sasa? Sanauliza. Unajua kuna mazingira ndugu yangu unataja, yani mpaka mtu anaogopa. Wewe unataja eti wangapi tumeelewana mpaka hapo? Yaani kuna mazingira ukiyataja tutakujua wewe ni nani. Hivi umetokea wapi? Kwa hiyo wanaamini kwamba miaka yote uliokaa hapo mahali akili zako zinafanana na hapo hapo. Sijasema kwa ubaya, lakini nachojaribu ni kuyaangalia mazingira, kuyatafsiri. Kwa sababu kuna mazingira fulani utagundua ya kwamba hapa tangu ulipohamia hakuna vitu vinasogea. Ukichunguza kwa makini utagundua, yani nyumba ya kwanza, ya pili, ya saba kuna mganga wa kienyeji, upande wa pili tena kuna mganga wa kienyeji, kaskazini kule kuna mganga wa kienyeji. Sasa wewe unategemea saa 6 za usiku hali inakuaje? Atmosphere inakuaje hapa? Sababu wote waganga wako kazini. Haya, wewe mwenzangu ndio form 1, form 2, form 1, form 2, form 1, form 2. Uamke asubuhi utegemee utapata nguvu ya kwenda kazini. Ndio unajikuta unakuwa mzito. Ukipata mshahara ukumbuki kufanya chochote. Kumbe wao wameufunga ule mtaa ya kwamba hakuna atakayefanya kitu cha maendeleo mahali fulani.
Unajua wakati mwingine tunaweza tukalaumu watu fulani fulani hawaleti maendeleo, lakini utagundua ya kwamba mazingira ya hilo eneo kuna roho zipo zinazuia vitu fulani visifanyike. Eneo fulani mtu anataka kujenga barabara, akatokea mtu akasema hapana, kwa sababu sijui na nini. Ni kwa ajili tu ya kusaidia jamii. Barabara tu yako ndani tu, ainyooshe vizuri, keke vizuri. Mtu mmoja kugoma ndo kazuia kila kitu. Kwa hata leo nikipita pale, utasikia tu yani yule mzee sijui ilikuwaje. Sio alikuwaje, alikuwa na miungu yake. Kwa akawa na nguvu kubwa ya kuzuia kile ambacho kitakuwa kifanyike na kikufanyika. Okay. Nafikiri nimemsaidia mtu hapa jioni ya leo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumza lango sasa, nataka unielewe katika mtazamo wa aina ya malango makuu matatu. Yako malango mengi. Kuna lango mtu, kuna lango eneo na kuna lango muda. Vitu vimefanyika kwenye muda, manake muda ulipitisha kitu fulani. Kikao kitaanza saa 2 usiku. Maana yake ukienda saa 1:30 usilaumu kwamba watu wamechelewa. Ila ikifika saa 2 kamili hakuna aliyetokea, hapo unaweza ukalaumu watu wanafanyaje, wamechelewa. Wengine mmeambia interview ni saa 4. Wewe unafikiri labda umeambia interview ni saa 2. Wewe ukafikiri interview umeambiwa ni saa 4. Ukaenda saa 4 wakati uliambiwa interview saa 2. Sasa ufike pale saa 1 kamili au saa 1:30, utulie usubiri utaratibu. Kwa hiyo kwenda saa 4 asubuhi, hata kama na wao walichelewa kuanza interview wakaanza saa 4 hiyo, kimsingi wewe ulishachelewa. Sio ngapi wameelewa mpaka hapo? Kwa hiyo muda huo unapitishaga vitu vingi. Umekata tiketi ya SGR, kuna muda unapewa. Sasa nenda nje huo muda. Alafu kama hiyo SGR itakukuta hapo Ubungo maji ikusubiri. Subutu. Haikusubiri, inaondoka. Ndege wanakuambia masaa mangapi kabla ndege kuondoka uko umeshafika pale. Yaani kama ndege inaondoka saa 10, wewe sijui ni saa 8 kama sikosei unatakiwa kuwa pale. Yaani usipowahi huo muda, hata kama watu unaona wale, unaambiwa basi tena haiwezekani. Kwa nini? Muda ni lango. Mwambie mwenzako muda ni lango. Kuna vitu ukishaviweka kwenye muda, hakikisha unavisimamia kwenye huo muda. Wengi tunaweka vitu kwenye muda alafu tunashindwa kuvisimamia kwenye muda. Wewe unasema vitu gani sasa? Mfano, umeweka alarm ya saa 12 uamke. Imepiga saa 12, unasema na usingizi huu. Yaani kwanza unaona hiyo alarm inakusumbua. Ni wewe kabisa umeweka, lakini sasa unaona inakuchanganya. Lakini ni vile tu ni simu yenyewe ndio hivyo tu unaionea huruma, unaizima tu. Baada ya dakika 10 tena inaita tena. Yaani unachukia, unasema na usingizi bwana. Zima hivyo mwisho wa siku unajikuta saa 2 za asubuhi. Jamani kumepambazuka haraka. Ulikuwa nje ya lango la muda. Kuna lango eneo. Eneo ni mahali ambapo kuna vitu vinafanyika kwenye eneo fulani ambavyo vinatengeneza watu kuishi sawasawa au kuishi katika mfumo mmoja. Hakuna atakayeishi nje huo mfumo. Ndio maana utagundua mtaa wa huku ni tofauti na mtaa wa huku. Kuna mahali unaweza kufika, niliwahi kuongea hiki kitu mahali fulani, nikashangaa, nilikuwa kwenye usharika mmoja hivi, nikashangaa kama upande labda wa huku wote asilimia kubwa akawa anacheka sana. Kumbe walikuwa ni wahanga wa hicho nilichokisema. Sasa nataka kujua ni kitu gani. Sawa, ngoja nikwambie. Nikawa nasema unaweza kukuta kwenye mtaa fulani asilimia kubwa watu wa dada wanapenda kuvaa madera. Asilimia kubwa wanapenda kuvaa nini? Madera. Yaani wewe umehamia hapo na wewe unajikuta unapenda kuvaa nini? Madera. Ulikotoka ulikuwa unavaa kitenge, unavaa nguo zako vizuri, lakini tangu umehamia hapo na wewe unavaa nini? Madera. Yaani wakawa nacheka sana. Mtumishi mmoja baadaye akaniambia, mtumishi ulichoongea hata mimi mwenyewe nilihamia kwenye huo mtaa fulani hapo. Yaani mtumishi hawezi amini, mimi nilishanunua madera haya 2. Tazama jirani yako. Sio kwamba ni vibaya, lakini dera ulinunua wewe au ulinunua kwa sababu ya msukumo wa eneo fulani? Jua ngapi wananielewa? Hiyo nimetolea tu mfano wa madera. Lakini pia unakuta eneo fulani kuna aina ya watu ambao
ni wavutaji bangi, ni wafanya wauzaji, yani hivyo mambo ya ajabu ajabu. Wanakaga kieneo fulani, kuna mahali fulani siwezi kupata, lakini pako hivyo, yani pamejitenga, pana mambo ya aina hiyo hiyo. Na mida yao ikifika ndo panageuka rasmi. Sasa ndo naanza kushangaa, nikipita mchana ni tofauti na kipita mida fulani eneo. Manake pale kama una watoto wakaishi pale, una kazi kubwa ya kumlea. Kwa sababu nini? Eneo lina kawaida kumbadilisha mtu. Lakini pia lango, mtu, wewe ni lango, mtu ni lango. Mtu anaweza akapitisha cha kwako ukapata, mtu anaweza akazuia cha kwako usipate. Mara nyingi sana kuwa makini na watu wanaokuzunguka. Wakati mwingine utashindwa kukutana na watu ambao ni lango la baraka kutokana na aina ya watu ambao umekutwa nao mahali fulani, unaongea nao mahali fulani, unaambatana nao mahali fulani, yani unakaa nao mahali fulani. Wakati mwingine jitahidi kujichanganya na watu wengine ili upate mawazo mapya. Mawazo mapya hayapatikani kwa watu wale wale. Kama mimi niko na huyu na huyu na huyu, tunaongea mambo yetu, kuna vitu vingine sasa nitapata experience kwa mtu fulani, ataniambia hiki, yule naye ataenda kule atapata experience fulani. Tukikutana tena nashangaa mimi na experience na yule ana experience, tunafanya vitu, tunaendelea. Lakini kama una watu ambao hawana jambo jipya la kukusaidia, hawana vitu vipya vya kuongea nawe, mpende mtu ambaye anakuambia ukweli mpaka unaumia, mpaka unachukia. Huyo anakusaidia, maana yake huyo anajua nini ulicho nacho. Lakini yule ambaye ukifanya vibaya unamwambia hapo vipi, anasema sawa, haina shida, uko vizuri, uko vizuri. Oho, kimbia. Okay, tuangalie kile kitabu cha tuangalie kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 26 hadi 27. Matendo ya Mitume mlango wa 9 mstari wa 26 hadi 27. Naomba leo nifundishe kidogo, lakini kesho tutapata muda mwingi wa maombi. Kwa hiyo naomba ulikuja leo pia kesho uweze kufika. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kesho Mungu akitupa neema na kibali, saa 1 maombi mahali hapa. Okay. Matendo ya Mitume 9:26 hadi 27 anasema, na Sauli alipofika Yerusalemu alijaribu kujiunga na wanafunzi, nao walikuwa wakimwogopa wote wasisadiki ya kuwa yeye ni mwanafunzi. Lakini Barnaba akamtoa akampeleka kwa mitume, akawaeleza jinsi alivyomwona Bwana njiani, na ya kwamba alisema naye, na jinsi alivyohubiri kwa ushujaa katika Dameski kwa jina la Yesu. Kuna uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako. Kuna vipaji vingi sana Mungu ameweka ndani yako. Kuna karama kubwa sana Mungu ameweka ndani yako. Lakini hiyo karama, iko kipaji ulicho nacho, huo ubunifu ulionao wa kusuka mitindo mizuri ya nywele, au wa kunyoa mitindo mizuri ya nywele, au wa kujenga, au wa kufanya vitu fulani, au wa kulima, au wa kufuga, kama usipokutana na mtu lango la baraka, lango ambaye kama Barnaba, wa kukutambulisha na mtu ambaye anaweza akakufungulia mlango wewe ukafanikiwa, maana yake takuwa na vitu vizuri lakini havitakuwa na mafanikio. Maana yake havikui. Yaani familia wanasema fulani ana mkono wa kupika, yaani anapika vizuri, anapika vizuri. Na wewe una wazo la kufungulia catering ya kuanza kupika, lakini hauna mtaji. Maana yake unahitaji mtu kama Barnaba ambaye ataona kazi yako, ataenda kwa watu kuambia, jamani, mpeni huyu na mfahamu. Kwa kuwa Barnaba ni nani? Barnaba ni lango, ni mtu kama lango, lakini Barnaba ni mtu mwenye sifa ya kuaminika. Barnaba ni mtu mwenye ushawishi. Maana yake akizungumza jambo lako linatiki. Na kuna watu ambao wakizungumza jambo lako mahali fulani linafanikiwa, na kuna watu wakizungumza jambo lako mahali fulani vibaya
jambo lako linazuiliwa kwa sababu wana ushawishi, lakini nategemea na huo ushawishi anautumiaje kwa ajili yako. Sasa Sauli baada ya kumuona Yesu na kuokoka na kubatizwa, Sauli akahubiri injili Dameski, wakatafuta kumuua, jamaa akatoroka. Sasa anakuja Yerusalemu na Barnaba. Wanafunzi wanamuogopa kwa sababu alitoka Yerusalemu akiwa Sauli kuelekea Dameski. Sasa anarudi Yerusalemu, si Sauli tena, ni Paulo. Lakini sasa wale wamebaki na mtazamo, huyu bado ni Sauli, huyu alikuwa anatuua, anatupiga. Barnaba anawaambia, jamani, sikilizeni, huyu ni kweli ni Sauli yule yule, lakini Mungu Yesu Kristo amemtokea, amembadilisha huyu jamaa, amehubiri injili ya kueleweka mahali fulani, amehubiri vizuri sana. Maana yake ni kwamba kama walikosa imani kwa Sauli, sasa wamepata imani kupitia Barnaba, na imani hiyo sasa ilianza taratibu watu kumfahamu Paulo na kumpenda Paulo. Pigeni Yesu tena makofi. Usijivunie uwezo ulionao ukafikiri uwezo ulionao utakufanikisha. Unahitaji watu ambao ni lango la kukusemea mahali fulani, la kukutaja mahali fulani, ili wewe ufanikiwe. Kuna wengine hapa Mungu amewapa baraka kubwa sana kwenye mikono yao. Akilima shamba la mchicha unatoka vizuri. Akifuga kuku wanataga mayai, wanatotoa vifaranga, wana afya njema. Yaani akianzisha kitu kina, lakini amekosa watu wa kusema huyu ana kitu fulani, mpeni nafasi. Nataka nikuambie, na siku ukipewa nafasi. Narudia tena, siku ukipewa nafasi, tumie nini? Nafasi. Mungu ana kawaida ya kumwandaa mtu porini kupigana na simba na dubu. Ana kawaida ya kumtoa kule porini kwenye simba na dubu, kumleta hadharani apigane na Goliati. Yaani kuna vitu ambavyo unavifanyaga ukiwa porini vizuri, vikubwa, wala wakina Eliabu hawataki kuamini wala hawataki kujua. Kuna siku Mungu atakutoa porini, atakupeleka hadharani. Kuna mmoja anaelewa sasa? Yaani iko hivi, kuna wakati utafika, yule aliyetegemewa kufika mahali fulani hajafika kwa udhuru fulani. Watasema, hebu labda kuna yoyote hapa anaweza akatusaidia? Nasikia wewe huwezi, hebu jaribu tu. Si unajaribu ndio pige makofi. Yaani unafanya vitu mpaka wenyewe wasema, yaani ina maana tuko na wewe siku zote, yaani kumbe unajua kupika namna hii. Jamani. Kwa sababu gani? Mungu ana kawaida ya kumtengeneza mtu porini. Kwa hiyo kuna kipindi utakuwa porini na kuna kipindi utakuwa hadharani. Kipindi ukiwa porini, hakikisha unajiandaa vizuri, na kipindi unapokuwa hadharani, hakikisha Mungu wako athibitike ndani yako. Haleluya, Bwana asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu na waimbaji wazuri, yaani nyumbani saa ya ibada wewe ndio unaongozaga mapambio, unaimba dada, una sauti nzuri, yaani una sauti nzuri. Endelea kuimba hivyo hivyo, endelea kuimba hivyo hivyo. Na yamkini kuna wakati ukikaa kwenye kiti hivi unasikia kama uende mbele pale ushike maiki, mara ukae, mara uende, mara ukae. Kuna siku utajikuta tumeshafika mbele, au kuna siku itatokea maiki umeikuta tumeshaishika, unaanza kuimba, watu utasema, hata huyu naye sasa siku zote alikuwa wapi? Waambie nilikuwa porini. Haleluya, haleluya. Okay, tuangalie tena kile kitabu cha Wagalatia. Tuangalie kile kitabu cha Wagalatia. Wagalatia wa pili. Wagalatia mlango wa pili mstari wa 9. Wagalatia mlango wa pili mstari wa 9. Alafu pia andaa pia kitabu cha Kutoka mlango wa 33. Mlango wa 33 Kutoka mstari ule wa 17. Kutoka 33
17. Nianze na Wagalatia mlango wa 2 mstari wa 9, anasema tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. 33 ule mstari wa 17, Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Lakini turudi nyuma mstari wa 15, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa, kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako, mimi na watu wako? Turudi kwa Galatia. Paulo anasema Yakobo na Kefa na Yohana wenye sifa kuwa ni nguzo, walipoiona ile neema niliyopewa, wakatupa mkono wa shirika, mimi Sauli na Barnaba, twende tukahubiri injili kwa mataifa, na wao wakahubiri injili kwa Wayahudi au kwa watu ambao waliopokea injili kupitia Yesu Kristo, ambao ni Waisraeli. Nataka uone nini? Mtu ambaye ni lango la mabadiliko anakuwaga na neema. Mwambie jirani yako, neema ya Mungu. Mtu ambaye ni lango la baraka anakuwaga na neema ya Mungu. Neema ni nini? Neema ni nguvu ya Mungu ya kukustahilisha pasipo kustahili. Neema ni nguvu ya Mungu ya kupewa usichotakiwa kupewa. Neema ni nguvu ya Mungu ya kuinuliwa mahali ambapo hukutakiwa kuinuliwa. Neema ni nguvu ya Mungu kukupa sifa wewe usiyestahili kupewa hizo sifa. Hiyo inaitwa neema ya Mungu. Paulo ambaye ni lango la mabadiliko, yeye akapewa neema. Ile neema aliyopewa ikaonekana na kina Yohana na kina Kefa, wakaiona ile neema. Walipoiona ile neema, wakampa mkono wa shirika. Nisikilize, siku watakapoiona hiyo neema, ndipo watakapokupa mkono wa shirika. Musa anasema itajulikanaje kama hiyo neema yako isipokuwa pamoja nasi? Maana yake neema ya Mungu ilipojifunua kwenye maisha ya Musa na Israeli, watu wakamwamini Mungu aliyeko ndani yao. Lakini pia neema ile ile ikampa Musa kupewa alichokuwa anakihitaji. Mungu anamwambia, kwa kuwa umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Akapewa kile alichokuwa akikiomba. Iko hivi, neema Mungu aliweka ndani yako ni tofauti na neema iliyoko kwa mtu mwingine. Neema zinatofautiana kama ambavyo kibali kinatofautiana. Neema alionayo fulani hawezi kuwa nayo fulani, na usijaribu kushindana na mtu ambaye tayari ana neema. Yamkini wewe unaona yule ana neema kubwa kuliko, ila Mungu hajaona hivyo. Ila kila neema Mungu aliweka kwa mtu ni kwa sababu ya nafasi fulani. Haleluya. Kwa hiyo unapoona fulani anaimba vizuri sana kuliko fulani, ile neema ya uimbaji wake yeye. Ndio maana utagundua kuna mwimbaji fulani akiimba za kuabudu, yaani akiimba za kuabudu unamuonaga Mungu hapo. Mtu huyo aimbe nyimbo za kusifu sasa. Unasema hivi alilala wapi? Alitokea wapi? Kwa nini? Sababu neema yake iko kwenye nafasi fulani. Kuna mtu ambaye ni mzuri sana kwenye maombi na sio mzuri kwenye mafundisho. Sio kasema huyu asome Biblia, wewe ukimkuta kwenye maombi unasema
huyu anamaliza saa ngapi? Lakini kuna wengine wamepewa vyote, anaimba, anasifu, anaabudu, anahubiri, anaombea, yani kapewa vyote. Okay, mtu ambaye ni lango la mabadiliko, mwenye neema ya Mungu juu yake inayotenda kazi juu yake, usijaribu kuwa kinyume naye. Ukiwa kinyume naye, umekuwa kinyume na neema aliyoibeba ambayo ingekusaidia wewe kwenda mahali pengine. Mbona hapo ampigi makofi? Pige Yesu makofi. Na hapa nizungumze hivi ya kwamba usijidharau kwa sababu ya jinsi ulivyo. Kuna wakati hiyo neema Mungu aliweka ndani yako itajulikana. Watu watasema huyu ni mtu wa Mungu. Tazama, ndani yake yuko roho bora. Kwani neema ikishafunuka mahali fulani, wewe utaonekana, wewe utajulikana. Kuna vitu hautavipata, kuna vitu utavipata sio kwa sababu umeomba, ni kwa sababu neema inadai upate. Kuna watu utakutana nao kama lango la mabadiliko kwenye maisha yako, sio kwa sababu wewe ni mwongeaji mzuri, ila ni kwa sababu ya neema imekukutanisha nao watu. Ndio maana wakati mwingine omba neema ya Mungu itembee na wewe. Hata kama hujui hiyo neema ya Mungu itembea na wewe itafanya kazi gani, wewe mwambie Mungu, naomba neema yako itembee na mimi. Kuna wakati unaweza kukuta umekaa kule, anapita mtu hapa na ni mtu sahihi kwa ajili yako. Amefika hapa anajikuta anaangalia na kuona sasa yule si fulani, yule fulani, nashangaa ametoka hapa amekufuata. Unajiuliza, umetoka kule kote umenifuata mimi? Na tena nilikuwa nakutafuta wewe. Sio alikuwa nakutafuta wewe. Neema iliyoko juu yako imeenda kumtafuta, ikamleta, akakutanisha naye. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, neema ya Mungu ikukutanishe na watu sahihi. Neema ya Mungu ikakupe ambavyo hata ukuwahi kuviomba. Wangapi ambao wanapokea hiyo neema ya Mungu itakayotenda kazi ndani yao? Wewe ambaye ni lango la mabadiliko kwenye familia, neema ya Mungu itembee na watoto wako. Neema ya Mungu itembee na kazi yako. Neema ya Mungu itembee na biashara yako. Neema ya Mungu itembee na huduma yako. Watu wakikuona unahubiri, watu wakikuona unaomba, watu wakikuona unaabudu, watu wakikuona unafanya biashara, kabla hawajakuona wewe, waione neema ya Mungu iliyoko juu yako. Hiyo neema itakufungulia mlango wa kupata hata ambavyo kutarajia. Wanaopokea waseme amen. Haleluya. Ninakuombea neema ya Mungu juu yako. Ninakuombea neema ya Mungu kwenye mipango yako. Ninakuombea neema ya Mungu kwenye maono yako. Halo, shangilia tena Yesu kwa makofi ya shangwe na vigelegele. Ninakuombea neema ya Bwana. Hiyo neema ya Bwana itembee na wewe unapoingia, unapotoka. Neema ya Bwana itembee na wewe. Neema ya Bwana ikakutambulishe, ikakutambulishe. Sauli akasema, wakina Yohana na Kefa walipoiona ile neema tuliopewa, wakatupa mkono wa shirika. Waione neema ya Mungu, wakupe mkono wa shirika, wakupe mkono wa shirika kwenye hiyo biashara, kwenye huo mtaji, kwenye hiyo kampuni, kwenye hiyo projekti, kwenye huo mradi. Wako wapi watu wanaosema ya kwamba neema ya Mungu inatembea na mimi? Wako wapi watu wanaosema ya kwamba neema ya Mungu iko pamoja nami? Halo, ninakutangazia tena hii Jumatatu ya leo, neema ya Mungu ikakutambulishe. Neema ya Mungu ina kawaida ya kukutetea mahali ambapo yamkini hata ungeongea usingeeleweka. Neema ya Mungu, neema ya Mungu ilimsaidia Sauli, angeongea asingemwelewa, lakini kwa neema ilionekana
wakaamini huyu ametumwa na Bwana, huyu ni mtumishi wa Bwana. Ikawa hivyo kwako, kwa neema ya Mungu aliyokupa wewe, uliye kama lango la mabadiliko kwenye hiyo familia. Wakaseme huyu jamaa huyu tusimpige vita tena, tumuunge mkono huyu, hakika huyu anasaidia hii familia, inaanza kuwa na heshima. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Wako wapi wanaosema ya kwamba neema ya Mungu iko juu yangu? Ongeza shangwe na vigelegele. Sijasikia hayo makofi hayatoshi. Pigie tena Yesu makofi. Ongeza. Sijajua kama unaelewa kwa habari ya nguvu ya neema inayotoka hapa msalabani. Aya, nataka nikwambie, hata watu wa Agano la Kale hawakuiona ile neema, ilionekana kwa watu wachache, lakini Agano Jipya kwa njia ya Yesu kila mmoja anayo neema. Pigia tena Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Kanisa la Bwana, haleluya! Neema ya Mungu ikatembee na wewe. Usiogope unapolia leo, kwa sababu neema ingalipo, kuna wakati itajifunua, watajua huyu ndiye aliyekuwa mwana wa Mungu. Kuna wakati watasema, jamani, twende mbele turudi nyuma, au twende tu mbele. Huyu jamaa huyu, hivi tulikuwa wapi? Kwani wakati ule anaanza msingi na sisi tungeanza na wakwetu, na sisi tungeenda. Kwa sababu neema ya Mungu inatembea na wewe. Bwana asifiwe. Naomba kamata sadaka yako. Kesho usikose, na nikukaribishe pia kwa ibada ya asubuhi saa 12 asubuhi hapa. Mbona mmegoma kusimama sasa? Au ndo neema ya Mungu sasa? Tumshukuru Mungu kwa ajili ya hizo sadaka. Kesho usikose. Naomba tena kesho usikose, sababu kesho tumekubaliana hapa tutakuwa nafundisha saa 1 kamili, tunaanza maombi mpaka saa 1 dakika 20. Tutakuwa na dakika 20 za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niombe kwa ajili yako. Baba, asante kwa upendo wako mkuu. Tunashuka na kunyenyekea mbele zako, inuliwe na kuonekana na kudhihirika na wewe Bwana, ukathibitike juu ya maisha yetu na ile neema uliyotupa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na sadaka hizi tunazokutolea Bwana, kazitakabali, zikalete matunda katika maisha yetu, zikafanyike baraka kwenye maisha yetu, katika jina lako Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni tumtolee Mungu sadaka. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama yake na sadaka, nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Haleluya. Na tupokee baraka za Bwana. Bwana Mungu atubariki na kutulinda. Bwana tuangazie nuru ya uso wake kufadhili. Bwana tuinulie uso wake na kutupa amani. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nende kwa amani ya Bwana. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa